Hii ni Sauti ya Hatima. Kumbuka, mwanadamu ni roho yenye nafsi inayokaa katika mwili. Leo nazungumza aina za ndoto unazoziota. Leo nazungumza aina za ndoto. Zipo aina 4 za ndoto katika ulimwengu wa roho, ambazo hapa ndipo ujumbe na siri kubwa zilipokaa. Aina ya kwanza ni ndoto kutoka kwa Mungu. Hizi ni ndoto kutoka kwa Mungu. Hii ni aina ya kwanza. Na aina ya pili ni ndoto kutoka kwa shetani au wajumbe wa shetani. Na aina ya tatu ni ndoto kutokana na shughuli za kila siku. Mfano, we ni mfanyakazi wa benki, kuota unahesabu fedha ni jambo la kawaida, ni kutokana na shughuli zako. Ni daktari, kuota unatibu watu, yes. Lakini aina ya 4 ni ndoto kutokana na kuugua kwa muda mrefu. Mtu akiugua kwa muda mrefu, eneo lake la ndoto linabadilika. Haleluya. Sasa nachambua makundi ya ndoto. Ndoto zimegawanyika. Kumbuka nimezungumza aina 4 na kuna makundi 6. Aina 4 na kuna makundi 6. Ndoto zimegawanyika katika makundi 6. Kundi la kwanza, ndoto zinazoongeza kitu kwenye maisha yako, addition dreams. Mfano, unapoota mtu anakukabidhi kitu kizuri kwenye ndoto, na unapoamka unashangaa unapandishwa cheo. Kuna watu wanaota ndoto labda kaokota fedha au kapewa ufunguo wa gari au anapewa cheti cha kuhitimu shule. Anashangaa ndani ya muda mfupi anapandishwa cheo, anapata promotion na vitu kama hivyo. Manake hizi ni ndoto zinazoongeza kitu. Kundi la pili, ndoto zinazopunguza kitu kwenye maisha yako. Mfano, unapokuwa mjamzito, umelala, unaota unazini na mwanaume, unakuja kushtuka unakuta mimba imeharibika. Kuna watu wanaota ndoto amelazwa hospitali, akija kuamka baada ya hapo anaanza kuugua. Anaota analishwa vyakula, akiamka anakuta na malazi. Anaota anafanya mapenzi, akiamka na hamu na ashki kubwa ya kufanya mapenzi. Manake hizi ni ndoto zinazopunguza kitu kwenye maisha yako. Kundi la tatu, ndoto zinazokufanya uishi katika kile ulichonacho. Ndoto hizi zinakufanya uishiwe na kile kidogo ulichonacho. Mtu anaota anapoteza pesa, baada ya muda mfupi anafukuzwa kazi. Hizi ndoto zinazokufanya upoteze kile ulichonacho. Na kuna kaka mmoja aliwahi kuota ndoto amefukuzwa kazi. Alipoota hii ndoto, baadaye alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni fulani, akafukuzwa kazi kweli, akaanzisha biashara ikagoma, bado mambo yalikuwa mabaya sana. Maana yake nini? Ndoto zinazokufanya uishiwe na kile kidogo ulichonacho. Aina ya 5, ndoto zinazokupeleka kwenye hatima yako. Ni kama ndoto ya Yusufu, kitabu kile cha Mwanzo sura 37 mstari wa 5 mpaka 11. Zile ndoto za Yusufu. Ndoto za Yusufu zilikuwa ni ndoto ambazo zilikuwa zinampeleka kwenye hatima. Alipoota miganda imemuinamia, nyota zimemuinamia, mwezi na jua. Naona zile zilikuwa ni ndoto ambazo zilikuwa zinampeleka kwenye hatima yake. Haleluya. Na kundi la 6 ni ndoto zinazoharibu hatima yako. Hizi ni ndoto mbaya ambazo zinaharibu hatima ya watu wengi.
Kuna watu ambao wameota wanaumwa na baada ya hapo wakaanza kupata magonjwa. Kuna watu ambao waliota wamepata ajali na baadaye kweli wakapata ajali. Kuna watu waliota wamevunjika miguu na baadaye wakavunjika miguu. Kuna watu wameota wanapoteza simu na wakashangaa baada ya hapo wakafukuzwa kazi na mambo yakaharibika sana. Maanake hizi ndio zile ndoto zinazoharibu hatima. Watu wengi wanapuuza sana eneo la ndoto. Wanashindwa kugundua kwamba eneo hili katika ulimwengu wa roho limebeba siri kubwa ambazo sio za kawaida. Na kama haujawahi kufahamu na kama huwezi kutawala eneo lako la ndoto, kuna ushindi kuupata kwenye vita vya kiroho ni vigumu sana, kwa sababu ndoto zinafunua mpaka maadui waliojificha. Kuna watu wanaota wanaua nyoka, hawaelewi maana yake. Kuna watu wanaota wanakimbizwa na mbwa, watu wanaota wanakimbizwa na nyoka, hawaelewi maana yake. Wanashangaa, wanaanza kupitia matatizo magumu mpaka hawaelewi kwamba imekuwaje. Sio kama imekuwaje, hamna jambo lolote linalotokea kwenye ulimwengu wa mwili bila kuanza kwenye ulimwengu wa roho. Na kama nilivyokuambia kwamba ulimwengu wa roho ni mkubwa na una viumbe vikubwa ambavyo hata kwenye ulimwengu wetu huu haupo. Ndio maana Mtume Paulo anasema kwamba msiviogope viuao mwili na baada ya hapo havina, bali muogopeni anayeweza kuiua roho na baada ya hapo akaitupa wapi? Jehanamu. Huu ni ulimwengu wa roho unaozungumzwa hapa. Na ndio maana nataka niseme hiki kitu. Na ndio maana huu ulimwengu wa roho una nguvu, kwa sababu hata wafu katika huu ulimwengu wa roho wako hai, wanaishi. Ndio maana ulimwengu wa roho una siri nyingi nzito na za kutisha, lakini ndoto zinakuingiza katika huo ulimwengu wa roho. Ndoto, ndio maana ndoto sio kitu cha kupuuza. Watu wengi wenye elimu ya kiroho hawawezi kupuuza ndoto, ila watu wengi ambao ni watu wa kawaida unajua dunia hii ina watu wa kawaida ambao hawajali. Hawa mara nyingi wanapuuza na kuona ni vitu vya kawaida, lakini ndio watu ambao wanakutana na changamoto nzito zilizokuwa za kawaida, kwa sababu wao wanapuuza ndoto. Usipuuze ndoto unazoziota, kwa sababu ndoto zimebeba ujumbe halisi. Na bahati mbaya ni kwamba ndoto huwa hazidanganyi. Ndio maana leo nimekupa siri, aina 4 za ndoto na makundi 4 ya ndoto na makundi 6 ya ndoto. Ugundue kwamba katika kila kundi kuna mahali linaharibu maisha au linakuendeleza au linakuonyesha mambo yanayokuja kutokea ambao unatakiwa uyaelewe, ujue. Kwa sababu kuna watu ambao wapo katikati ya maadui waliojificha. Sasa huwezi kuwafahamu maadui waliojificha kama unapuuza ndoto. Ndoto zinafunua siri mpaka za maadui waliojificha. Kitabu cha Ayubu anasema kwamba usiku alalapo usingizi ndipo Bwana huyafunua masikio, huyafunua macho. Maana ndoto unapolala, hata kama uko busy, unapolala unaingizwa kwenye ulimwengu wa roho, unafunuliwa siri zilizojificha. Lakini watu wengi wanapuuza haya mambo, wanaona ni vitu vya kawaida, wanaishi tu kwamba si nini. No, usipuuze ndoto zako, kwa kuwa ndoto zako zimebeba ujumbe halisi wa maisha yako, zinaelekeza hatima halisi ya maisha yako. Kwa sababu Yusufu, hatima yake yote ilifunuliwa kupitia ndoto. Ukuu wake wote alionyeshwa kupitia ndoto, kwamba atakuja kuwa mtu mkuu. Yesu Kristo aliokolewa na ndoto. Yusufu anaambiwa na malaika katika ndoto. Yakobo anapata breathings kwenye ndoto, inakuja kuwapiga physically, anashtuka mara alipolala, amelala pale Betheli, anaona malaika wanapanda na kufanya nini na kushuka, ni kwenye ndoto. Haleluya. Lakini leo tukizungumza haya mambo, watu wanasema ndoto sio kitu cha kuamini. Ndugu yangu, kama kiongozi, kama mtu anakwambia eti ndoto sio kitu cha kukiamini, ni muongo. Kwa sababu hata Mungu anazungumza na watu kupitia ndoto. Hata shetani anazungumza na watu kupitia ndoto. Kuna waganga ambao wanaoteshwa madawa. Unapuuza ndoto.
Watu wamepewa uganga kwenye ndoto wamepewa uchawi kwenye ndoto. Wewe unapuuza ndoto. Usipuuze ndoto, kwa sababu zimebeba siri kubwa na ya ajabu. Hii ni Sauti ya Hatima. God bless you, man of God JB Innocent. Amen.